Karibu katika sehemu ya 9 ya simulizi ya nyumba ya ajabu ya mlango wa 3. Beka na Sengo walibaki wamesimama kimya baada ya kuona uso wa mtu alikuwa chini ya joho jeusi. Wote kwa pamoja wakasema, "Mwalimu Joram." Ndiyo, alikuwa ni Mwalimu Joram, mtu aliyekuwa akiheshimika sana kijijini. Aliwafundisha watoto kusoma, kuandika, lakini pia aliwashauri wazee. Na kila mtu alimuona kama mtu mwema na mwenye hekima. Sengo akashika kichwa. Haiwezekani. Huyu ndiye alikuwa anatisha watu. Mwalimu Joram akacheka kwa sauti ya baridi. Mliamini uso mnauona mchana, hamkujua moyo wa usiku. Beka akasogea mbele. Kwa nini umefanya hivi? Joram akakunja uso. Miaka mingi iliyopita mzee wa mlango wa 3 alimchagua baba yako kuwa mlinzi wa siri, si mimi. Beka akashtuka. Baba yangu? Ndiyo. Joram akapaza sauti. Mimi nilitaka nguvu hiyo, lakini nikakataliwa. Tangu siku hiyo nikaapa siku moja nitamiliki milango yote. Sengo akamnong'oneza Beka. Kumbe baba yako alikuwa na siri kubwa. Beka alibaki hana maneno. Baba yake alikuwa amefariki akiwa mdogo na hakuwahi kujua upande huo wa maisha yake. Joram akaendelea. Mlango wa 3 ulinizuia, lakini sasa mlango wa 4 umeamka, na nikipata ufunguo hakuna atakayenizuia. Ghafla akanyosha mkono wake, moshi mweusi ukatoka na kuizunguka ufunguo ya dhahabu mikononi mwa Beka. Funguo ikaanza kumvuta. Sengo akapiga kelele, shika vizuri. Beka akakaza mkono kwa nguvu. Ndipo sauti ya mzee ikasikika tena hewani. Damu ya mlinzi hujibu tu damu ya mlinzi. Mwanga mkali ukatoka kwenye ufunguo na kuingia kwenye mkono wa Beka. Mkono wake ukatoa alama ile ile ya mlango wa 3. Joram akarudi nyuma kwa mshangao. Haiwezekani. Kweli wewe ni mrithi? Beka akatazama alama ile kwa hofu. Mimi mrithi? Sauti ikajibu, ndiyo. Siri ya baba yako sasa ipo mikononi mwako. Nyumba nzima ikaanza kutikisika tena. Mlango wa 4 ukaanza kufunguka wenyewe na ndani yake kulisikika vilio vya watu wengi. Joram akatabasamu sana. Basi ni bora nikikushinda wewe, nitarithi kila kitu. Akanyosha mikono yote miwili. Moshi mweusi ukageuka nyoka wawili wakubwa. Akanyosha mikono yote miwili. Moshi mweusi ukageuka nyoka wawili wakubwa na kukimbilia Beka na Sengo. Sengo akapiga kelele, leo tumekufa rasmi. Beka akainua mkono wenye alama inayong'aa na ukuta nyuma yake ukapasuka, ukafunua sanduku la zamani la baba yake. Ndani yake kulikuwa na kitu kilichong'aa kama upanga wa mwanga. Hii ni tamati ya sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri kabisa kuhusiana na nyumba ya ajabu ya mlango wa 3.